hata mwenyewe usingenifuata hapa kuniuliza eti kwamba wewe na Alake mkoje. Ushaelewa? Kwa sababu tayari Alake ni mtu mkubwa. Kwa lazima tutaanza kufananishwa na watu, angalia jamaa anafanana na mtu fulani. So iko hivyo. Kwa hiyo kama ingekuwa labda ni mtu ambaye hajafanikiwa kimaisha, hajafanikiwa kigame, sidhani kama saizi mngeanza kuzungumzia hizo habari. Lakini kiufupi mimi na huyo Alake sawa. Jamani, nachukua kamera naichukua hii kamera, nachukua kamera na ileta hapa kwake. Muangalieni vizuri kwanza. Jamani, hapa tunapigwa hapa bwana. Hamna hii sio hii. Sawa, muangalieni. Kamera yangu ni ya kawaida sana, msije mkaicheka sahihi. Nione hicho kitu hicho. Tulia nitoe kabisa kwenye stand. Muone wenyewe. Hello, yeah. Wali gani? Mimi niko salama ila moyo ndo nadunda sana. Hello. Nimekumisi sultani. Huko nilipo ni bala. Mawazo yamenijaa. Uzuri so salama. Bali tabia na shukuru Mungu vyote unavyo. Bana Zigeli easy. Bana mimi naitwa Mr. Star Vevo na leo niko mtaani, niko na jamaa wangu hapa. Bana wewe ukiiona hii sura sina imani sana kama unamfahamu, lakini watu wengi sana ni watu ambao wanamfahamu kwa YouTube channel. Bana tukizungumzia YouTube ni mtandao ambao jamaa ametrend, ni dakika chache sana lakini ni picha ambazo zimekuwa zimetrend sana mtandaoni na nyewe wenyewe mnazielewa ni picha gani. Niko naye hapa, niko kumuhoji, niko nipate short story yake. Sielewi kama labda huenda atatugea kwa urefu zaidi au kwa ufupi. Mimi naweza nikasema tu short. Niko naye hapa. Bwana mambo vipi? Bwana safi. Kama kawaida kabisa. Kama kawa. Bwana samani, lakini mbona kama nakuona uko tofauti kidogo na ninavyokuona kwenye series? Hiyo ni kawaida, maana yale ni maigizo na nimeshangu reality. Yaani kwenye maigizo ina maana kwamba unatudanganya? Sanaa yote tunafanya ili kufikisha ujumbe mahali fulani. Sio kwamba tunadanganya watu. Aiza kwenye sanaa iko hivi, kama unaigiza kipofu, haimaanishi wewe ni kipofu. Namaanisha hivyo yani. Lakini tu ni ujumbe tu tunawafikisha kwa watu fulani. Iko hivyo. Bana mimi nimekuelewa sana kwamba unamaanisha sanaa ni kitu ambacho huenda labda una ujumbe ambao unataka kuwaambia wana Watanzania wote, lakini hujui ufikishaje. Sasa unaufikisha kwa njia ya hapo. Nimekuelewa sana. Bana mimi nimependa sana jinsi ambavyo unaongea, lakini pia napenda sana kitu ambacho nakiona kwa mitandao kwa sasa hivi hapa. Na sio kwenye uigizaji tu. Wewe uko mpaka kwenye music. Sijaelewa kwamba labda kwamba huo muziki na uigizaji kwamba ni sanaa ambayo unakuwa unajifunza kwa mara moja au labda huenda kuna kitu kilianza alafu kitu fulani kikafuatia. Hapo sina uhakika sana, lakini pia mimi napenda ukituzungumzia kwa undani kidogo kuhusiana na muziki wako na sanaa yako ya uigizaji. Naona kote unapiga vizuri sana kote. Unajua kitu kama hicho. Bana naomba kitu kimoja. Naomba tuelezee kwa undani kidogo tu hata kuhusu muziki wako na sanaa ya kuigiza. Kwa ufupi naweza nikasema kwamba sanaa ya kuimba nilianzia mimi kuanzia niko shule darasa la 7 2015. So katika kuimba pale nikafanikiwa kufaulu mpaka form 1 pale 2017. 2017 ndo nikajua kabisa kwamba kweli mimi na kipaji, kwa sababu nilipata watu wengi pale wa shule, walimu pia wakawa na support kitu ambacho nakifanya. Kwa ndo hivyo yani. Kwa kati ya muziki na uigizaji kitu ambacho kimeanza kwangu ni uimbaji. Sawa, lakini pia mimi naomba niseme kitu kimoja. Maana kuna watu wengine, sio kila mtu anamjua huyu familia, kwamba kuna watu wengine labda huenda ndo mara kwanza wamekutana na posti kama hii. Sasa iko hivi, ili uweze kumuona huyu jamaa, sawa ili uweze kujua kwa nini nazungumzia muziki na sanaa ya uigizaji, kwamba ukiingia YouTube andika mtoto wa mzee Chandege how why me, unajua kitu kama hicho. Hizo ni series ambazo unaweza kumkuta. Lakini pia kwenye nyimbo, sasa kwenye nyimbo atatuambia yeye nyimbo ambayo sasa hizi anataka kuiachia au ameshaiachia, au labda huenda kuna changamoto zake ambazo zinamkumba mpaka afanye nyimbo, labda unajua kitu kama hicho. Mimi nyimbo nimezishuhudia mara nyingi sana, lakini mimi niko hapa ili nimsikilize yeye kama yeye. Usachi vipi mtandaoni ili umpate yeye Mr. Codrin Michael? Kuhusu swala la muziki, kama unataka kusearch pale, waingie kwenye YouTube channel pale, unaweza kuandika Coordination
So unaweza kunipata pale, ngoma zangu nyingi ambazo nimeachia ziko pale YouTube, unaweza kucheck. Ukiingia TikTok search kwa jina la Codrin Michael, unaweza kuniona pale. Iko hivyo. Sawa, lakini ukisema coordination bana, sasa hivi hapa ni mara nyingi sana tumeona account fake, unajua ile account bandia. Sasa kila mtu kwenye maisha ya sanaa yake kuna kama logo fulani. Wengine kwenye movie, kwenye view kama hizi huwa sisi tunatumia logo ya namba nini, lakini kwenye muziki mara nyingi tunasikia kama ile J Wesa Gang, unajua kitu kama hicho. Sasa sisi tulipenda tusikie logo yako wewe, ili mradi hata mimi nikikutafuta mtandaoni nikupate kwamba wewe, je, hata nyimbo yako ambavyo inaanza huwa unaanzaje? Mara nyingi na jingo yangu mimi kwa kwanza ni kodi. Kwa ukisikia kodi hakika. Sawa, mimi kuna kitu nakiomba kutoka kwako. Naomba hutafute kama mstari chochote kadogodogo ambacho utaingizia na hiyo kodi, yani ile unavyoisound hiyo kodi, alafu unaimba kidogo kama mstari kadogo, ili tuelewe kwamba bwana niko kwa sababu ya kusikiliza kipaji chake kwa ufupi tu, ili tuelewe kwamba hata ni voko yake. Wewe pia unaweza ka comment chochote kwamba cha kumhusu mshikaji ukoje, unajua kitu kama hicho. Yapo tuko hapa. Naomba kidogo tu, hata nyimbo ambayo umeshaifanya, hata ambayo hujaifanya, lakini ni nyimbo ambayo yenye feelings, yani yenye hisia nzuri sana, na nyimbo ambayo ina uwezo wa kufikisha, unajua, ujumbe kwa namna moja ama nyingine. Hello, wali gani? Mimi niko salama, ila moyo ndo nadunda sana. Hello, nimekumisi sultani, huko nilipo ni bala, mawazo yamenijaa, uzuri sosolama, bali tabia na shukuru Mungu vyote unavyo. Halo kweli. Bana, wewe umesikia hii sauti, umeisikia vizuri kwamba ile labda uende ushakuisikia, unajua kama hujawahi kuisikia bana, sio kila mtu anafuatilia muziki, lakini pia hii sauti inaweza kukushauri kukuleta kwenye view ya muziki kwamba tuko hapa. Bana, huu ni muziki, amezungumzia kuhusu muziki wake na ameonyesha kipaji kadogo ambacho ametoa hapa. Bana, hii ni sawa zaidi, lakini pia nilikuwa na ombi moja, tuendelee kidogo kumuoji kidogo ni historia ya maisha yake, kuna changamoto ambayo anaipitia, pia wewe pia unaweza kumsaidia kwa changamoto yake. Bana, yeye yuko vipi, kwamba yeye labda kuna mfasi yote ambaye anamtaka, kwamba labda huenda mtu wa kumsimamia kwenye kazi zake, labda hana gang yoyote, anatafuta kuingia kwenye kundi. Wewe kama wewe pia unaweza kumsaidia. Sawa, tuko hapa kumuoji kitu hicho. Tunaomba msaada wenu jamani. Sisi tuko Morogoro, sehemu fulani inaitwa Mikumi, na mnaelewa kabisa mkoa wa Morogoro vipaji vilivyo. Watu wana vipaji kweli, na mnaona kabisa watoto wa Morogoro wanavyotoka, lakini sasa shida kwamba hivyo vipaji yeye utakionyesha wapi kipaji chako? Hicho ndo kipengele jamani. Tuko hapo. Sawa, tunaomba kitu kimoja, uzungumzie tu kuhusu na sanaa yako ya muziki, kwamba kuna changamoto gani ambayo unaipitia, kwamba labda huna crew ya kukufanyia kitu kama hicho, labda kukujengea muonekano wa wanamuziki, unajua kitu kama hicho, labda huenda huna hela ya kurekodia, ya kutoa video, unajua hicho ni kipaji, lakini pia kipaji bila hela nacho ni bado, si ndio hivyo hauna labda mtu wa kufanya kitu kama hicho. Nilikuwa naomba kidogo, labda huenda hata utugusie kidogo kuhusu hayo mambo, kwamba labda huenda ile unataka labda management fulani hivi kusaidia, unajua kitu kama hicho. Bwana, tuko hapa. Nilikuwa naomba kidogo utugeka msemo kama hicho hapo. Cha kwanza kabisa inabidi utoelewe, wakisikia kodi au Codrin Michael, mara nyingi wanafanya kazi mwenyewe, ushaelewa. Nimekota 200 300 naingia zangu studio na rekodi, kiufupi najipambaniaga mwenyewe, ushaelewa. Lakini kama mtu amefeel amependa kile ambacho nakifanya, anataka kunisaidia labda kinamna moja ama nyingine, hata kwa mawazo tu, nitashukuru sana, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaenda bila kupelekwa. So nilikuwa naomba tu msaada wao kwa mtu wote ambaye anaona hii ni hela, maana muziki ni hela kwa mtu ambaye anaona hii ni hela, aje mezani tuongee, tufikie mwafaka wa kunisaidia ili niende mbele zaidi. Sawa, hapo nimekuelewa zaidi. Wewe ni kwamba ni mtu fulani ambaye unahitaji kufika sehemu fulani, lakini yani hatua huna, unajua ile mtu unakuta unaumwa, umezidiwa, huna hamu ya kutembea, lakini pia unahitaji utembee ukaufikie ule mti, lakini sasa ile nguvu ya kutembea huna. Yani unamaanisha kwamba unahitaji hata mtu labda afanye msaada wowote, sio msaada wa hela wakifanya nini, labda aje akubebe hata kimawazo tu. Ina maana isiwe hivyo, labda iwe hata ile
ni mawazo tu. Hapo nimekuelewa vizuri sana, uko sahihi sana bwana. Hiyo hapo, hiyo amesema kwamba anahitaji mtu yoyote ambaye yeye amesikiliza hichi kitu ambacho amekitoa hapa, kwamba umeelewa kwa kiwango fulani, kwamba unaweza ukampigia hata kwa namba, labda uenda unaweza ukaview comment hapo chini, kwamba vyovyote vile mwafaka wote unaweza ukamtaka kwa huyu, labda uenda ukampa ushauri, au uenda unataka umchukue kama wewe uwe labda, yani ina maana wewe uwe kama labda uwe mfano manager, unajua kitu kama hicho, kwamba awe labda wewe ni manager, ummanage mtu kama huyu, ina maana wewe yeye afanye nyimbo, lakini hizo nyimbo zote uzisimamie wewe. Tunaelewa vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni hivyo, yani kwamba hiyo nafasi iko fresh tu, ni mtu ambaye hana chochote, kwamba ni mtu ambaye hana clue yoyote, ni mtu ambaye hayuko kwenye gang yoyote, yuko free tu yeye mwenyewe, kama mwenyewe anajipambania mwenyewe, na sisi maisha yetu ya kawaida sana bwana. Kwa mwaka mzima unaweza kutoa nyimbo moja, lakini sio kama mistari ipo, mtu unaandika mpaka daftari yenyewe, kwamba unamaliza daftari, lakini sasa unajua kitu kama hicho, yani mazingira yanakuwa yanabana. Sawa, tuko hivyo. Lakini pia nilitamka ile neno kabla, nikasema nitawaleteeni kitu ambacho kitakuwa kama surprise, na mlikuwa mnaiforce sana hii surprise bwana. Sawa, mimi nataka nimshike mkono jamaa, nije naye mbele kidogo tu, wewe uangalie sura yake, alafu ucomment hapo chini amefanana na nani. Usilete unafiki, usilete uongo. Niko naye hapa, njoo jamaa hapo, njoo mbele kidogo tena. Hapo rudi nyuma. Sawa, sasa nadhani tumemuona wote. Sasa pia naomba tu comment hapo chini, yeye amefanana na nani? Tuache tu uongo, amefanana na nani? Lakini mimi pia macho kama macho yangu mimi, jinsi ambavyo yamiona bana, akili ipo lakini macho yapo. Na maana akili na macho ni vitu ambavyo havitegemeani, lakini kwa ujumla vinaweza vikafanya kazi moja. Sawa, mimi nimemuona amefanana na mtu fulani ambaye anaitwa Alakei Tunga, kama unamfahamu. Alakei ni mtu ambaye amepiga Last Chance, amepiga movie gani na nini. Lakini sasa mimi kitu ambacho kilikuwa kinanikereketa, unajua kitu kama hicho, nilikuwa nawaza unajua kuna ufananaji mwingine, unaweza kusema bwana duniani wawili sawa, lakini sasa sio hivi, kwamba mimi mwenyewe nimekuja kumhoji na mambo yangu kweli, lakini hii ni kama, msiniite mbea, hii ni kitu ambacho kama nina kishauku nacho kukijua, kwamba labda uenda wana mahusiano yoyote, labda ni big brother, unajua kitu kama hicho, wana ukaribu, wana unini wote ule. Mimi napenda nimsikilize mwenyewe kwanza, ana kitu gani na huyu Alakei, maana wamefanana, si sura. Angalia mwili, angalia anavyotembea, ni video hamna ambaye, angalia ukiingia hata kwenye channel yake ya Mr. Code, na hisi utamuona vizuri kuliko unavyomuona hapa. Tumsikilize yeye sasa, atatuambiaje kuhusu yeye na Alakei, kwamba amfahamu, labda huenda walishawahi kuishi pamoja, walishawahi kukaa mtaa mmoja, unajua kitu kama hicho, au labda huenda anamjua kwa kumuona. Tuko hapo bana, tunaomba utuambie ikoje hii kuhusiana na Alakei. Bana, sema hata mimi mwenyewe nasikia nimefanana na wewe mwamba, lakini mara nyingi wasifuatilie kwa sababu sijajua kama nafanana naye. Shaelewa. Afu mara nyingi watu wanazungumza kwamba jamaa kafanana na mtu fulani kwa sababu tayari yule mtu ameshafanikiwa. Hebu ifuta picha, imagine kama angekuwa labda hajafanikiwa. Sasa ni hata leo hii watu wasingezungumza kwamba jamaa anafanana na mtu fulani. Shaelewa. Of course Alakei mimi natafuatilia movie zake, naziona pia. Napenda kitu ambacho anafanya, ukizingatia mimi mwenyewe pia ni muigizaji, so natamani pia kufanya anavyofanya. Iko hivyo lakini kuhusu labda mimi na Alakei tuna undugu sio nini, namna kitu kama hicho. Sawa, lakini mimi kitu ambacho kimeniogopesha zaidi, sawa, Alakei haimbi nje hiyo, lakini wewe unaigiza, lakini pia uigizaji wako nimeshawahi kushuhudia mpaka klipu zako, jinsi ambavyo unaongea, yale maneno ambayo yani unajua kuna vitu ambavyo mtu unafanana, kwamba mtu mnafanana kimo cha urefu, mnafanana body, yani jinsi ilivyo, labda uenda mwili, halafu pia na sura. Sawa, mnamfuatilia Alakei na mnamwangalia, mzingatie hapa kwenye mdomo hapa kwa juu hapa kuna vindevu kidogo hapa pembeni hapa kwa Alakei, halafu mtamfuatilia huyu bwana niliosimama naye hapa, mtamwangalia pembeni vindevu hivi, halafu mtakomenti tena hiyo, halafu muone kwamba mimi ni muongo, halafu jamaa anatukatalia, anasema kwamba hamjui. Unajua hili
hamjui, hajawahi kumuona, anasema kwamba yeye anamfuatilia tu kwa movie. Hivi hicho kitu mnakiamini jamani? Au ndo tunapigwa hapa? Sema sawa, tuko kwa sababu ya hicho kitu. Kwa hiyo wewe umesema umjui yani kabisa yani. Kifupi sije kumuona. Sawa. Yani hata undugu yani live hivi sisi tumeonana tumekaa napiga story. No. Ndio maana nimetoa mfano mzuri tu. Hata mwenyewe usingenifuata hapa kuniuliza eti kwamba wewe na Alake mkoje. Ushaelewa? Kwa sababu tayari Alake ni mtu mkubwa. Kwa lazima tutaanza kufananishwa na watu, angalia jamaa anafanana mtu fulani. So iko hivyo. Kwa hiyo kama ningekuwa labda ni mtu ambaye hajafanikiwa kimaisha, hajafanikiwa kigame, sidhani kama sasa hizi mngeanza kuzungumzia hizo habari. Lakini kiufupi mimi na huyo Alake sawa. Jamani, nachukua kamera hii, naichukua hii kamera, nachukua kamera na ileta hapa kwake. Muangalieni vizuri kwanza. Jamani, hapa tunapigwa hapa bwana. Hamna hii sio hii. Sawa, muangalieni kamera yangu ni ya kawaida sana, msije mkaicheka sahihi. Nione hicho kitu hicho. Tulia niitoe kabisa kwenye stand. Muone wenyewe. Sawa. Bana, tuko tena tumerudi hapa, tuendelee na jamaa yetu huyu ambaye yeye anasema hana ukaribu wowote na huyu jamaa. Inaonekana kwamba ni mkataaji mzuri tu. Sawa, kama unatukatalia, lakini sisi tunaona kwa macho yetu sisi tutajiongeza. Kama inawezekana kujiongeza, tutajiongeza. Bwana familia, mimi nimependa sana jinsi ambavyo umeongea. Nimeelewa kwamba wewe hauna ukaribu na huyu mtu, yani huko tu unafanya maisha yako, unafanya vitu vyako, ila tu unamfuatilia kwenye movie. Ni mtu ambaye unampenda, na hata kama kuna siku moja itatokea utafanya naye kazi, je, utajisikiaje wewe kama wewe? Ni furaha. Hamna mtu ambaye anaweza akawa anafanya kitu na mtu mkubwa alafu awe anafeel bad. Labda inawezekana tu labda itokee namna huyo mtu awe tu ana changamoto zake zingine, lakini kwa upande wangu mimi naona iko poa tu. Kama siku imetokea nimefanya naye kazi, unyama nadhani itakuwa vizuri. Sawa, hii ni nzuri zaidi, lakini pia mimi nimeipenda sana hii. Ni mtu ambaye hana makuu, ni mtu ambaye anafanya tu vitu vyake kiukawaida sana. Bana, kwenye maisha kama kuna kitu utaenjoy sana kwenye maisha yako, usipende kuforce kipaji. Kipaji huwa hakifosiwi. Mimi huyu jamaa nimejifunza vitu vingi kutoka kwake. Yeye anamaanisha kwamba kwenye uigizaji pia kwenye music ni mtu ambaye ni kawaida sana. Yani anaimba. Ni mtu ambaye anaweza, lakini hajawahi kujikuta, hajawahi kufanyaje. Ni mtu ambaye anaimba kwa kipaji, sio kwa mazoezi, sio kwa anaingia labda studio kubwa, anarekodi, anagaramikia na nini. Ni mtu ambaye anarekodi kwenye studio loko za kawaida sana, lakini yeye kinachomlinda zaidi ni kipaji chake ambacho amejaliwa na Mwenyezi Mungu. Bwana, Mungu ni mtu ambaye hanajali ya kila kitu. Wewe pia unayeniangalia una kipaji chako ambacho wewe labda huenda bado hujakifahamu, lakini ni kawaida hiyo. Mtu baadaye una uwezo wa kufahamu kipaji chako. Na wewe pia una kipaji wewe. Sawa? Tuko hapa tunamaliza hii jambo. Bwana, mimi nakushukuru sana ndugu yangu. Mimi niko na mambo yangu. Bwana, mimi nitaendelea kuiupload hii kitu. Itakavyoendelea tutakaa tujadiliane. Je, wamesemaje hawa? Bwana, media ikataliwi bana. Unajua ile. Tutaangalia komenti zenu zitakuwaje hapo chini, alafu zeni nitarudi tena kumhoji. Sijui kama nyie wenyewe mtaliafiti vipi ile jambo, lakini mimi naona sawa, tuachane na hapo bana. Bwana, sawa. Asante sana ndugu yangu. Wewe kama unaendelea na mambo yako, sawa, sisi tupo bana hapa nini. Fresh sana. Au sio? Bana, poa. Hii inaitwa ni YouTube TV Online. Unaijua vizuri sana. Usisahau kusubscribe jamaa.